Petro Mbwanje, afisa ustawi wa jamii TAMISEMI, amesema kupitia utekelezaji wake wa jukumu la ufuatiliaji wamefanya ziara ya siku 3 ya ufuatiliaji mradi wa Initiatives for Empowering Adolescents EAI unaotekelezwa na SOS Children's Village Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Iringa. Kwa kimsingi tulikuwa tunafuatilia ni namna gani mkoa kwa kushirikiana na wadau wa SOS wanatekeleza mradi wa kuhudumia watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na wale ambao wanaishi katika mazingira hatarishi, hasa wale mabinti ambao wamebeba ujauzito wakiwa na umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo kimsingi kupitia mkoa, halmashauri mpaka ngazi za kata tulikuwa tunaendelea kujifunza kama TAMISEMI, kwa sababu kama tunavyofahamu TAMISEMI moja ya jukumu lake ni kuhakikisha tunasimamia mikoa pamoja na serikali za mitaa kuhakikisha inatekeleza majukumu kulingana na taratibu zilizopo. Kwa hizo siku 3 kimsingi tumeweza kujifunza namna ambavyo halmashauri na mkoa wanavyowahudumia hao watoto kwa kushirikiana na mdau wa SOS. Mbwanje amesema wameridhishwa na ushirikishwaji wa SOS na serikali katika ngazi zote za utekelezaji. Na kimsingi tumejifunza kuanzia namna ambavyo hao watoto wanatambuliwa katika ngazi ya jamii. Tumeona namna ambavyo wanawashirikisha viongozi wa ngazi za kuanzia ngazi za vijiji, vitongoji, kata na mwisho wa siku mpaka halmashauri, ambapo wanaongozwa na kamati ambazo zimeundwa kwa ngazi za halmashauri. Na mara baada ya kubainika hao watoto wakiwa wana hizo changamoto au wamejifungua katika umri wa miaka chini ya 18, kimsingi wanaunganishwa na huduma mbalimbali. Kuna ambao wanaunganishwa na huduma za afya kutokana na mahitaji, kwa sababu kama tunavyofahamu hao bado wanakuwa ni watoto na hawana uelewa wa kutosha wa kulea watoto. Kwa tunawaunganisha na programu za masuala ya lishe, namna gani ya kuhudumia watoto katika eneo la lishe, lakini pia masuala mazima ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto, namna gani wanatakiwa wazingatie, lakini pia kuendelea kupatiwa elimu kupitia maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii na wataalamu wengine waliopo katika ngazi ya halmashauri na ngazi ya kata. Katika ziara hii ya siku 3, ujumbe ulipata nafasi ya kutembelea chuo cha jamii Lungemba na kukutana na wanufaika wanaopata mafunzo kwa kozi ya miezi 6. Kwa tukiona kuna uhitaji wa kuunganishwa na huduma za shule, basi halmashauri sasa kwa nafasi zao wanawarejesha watoto hao mashuleni. Lakini pia kuna watoto wengine ambao wanaonekana kabisa hawapo tayari kuendelea na shule. Tumeona kwa upande wa halmashauri zote 3 wanaunganisha na chuo cha Lungemba ambazo kimsingi wanapatiwa mafunzo ya ujasiriamali ikiwa ni pamoja na kujifunza ufundi cherehani. Kwa kifupi, tupate ushuhuda wa wanufaika wa mradi huu unaoboresha haki na ustawi wa watoto na vijana, wakiwemo wavulana, wasichana na akina mama vijana katika kukuza afya uzazi na haki SRHR hapa mkoani Iringa. Kwa majina naitwa Steo Kasuga, na umri wa miaka 20 na mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 5. Mimi ni mnufaika wa shirika la SOS. Nimefurahi kupokea wageni kutoka serikalini na pia kutoka SOS. Shirika la SOS kwanza limenibadilisha kiuchumi na kiafya pia. Kwanza kabisa nilikuwa na maisha duni, ila kwa sasa nashukuru Mungu. Hata ikitokea mwanangu anakuwa ameumwa, nimenufaishwa kiuchumi. Naitwa Aileen Mgwamwindi. Mimi mnufaika wa SOS na mtoto ana umri wa miaka 4. Nafanya biashara ya chips, ni mkulima. Nalima njegele, mahindi. SOS yamenisaidia mtaji wa chips na vinywaji, elimu ya uzazi wa mpango, ujasiriamali. Mwanangu alikuwa yupo shuleni, sasa hivi naweza kumsomesha kwa sababu na kipato. Hela nyingine namsomesha mwanangu, nyingine nawekeza kwenye kikundi. Nyingine ndo kama hivyo nalimia shambani. Hiki kibanda changu cha mwanzo, na sasa natarajia kuhamia kibanda changu kipya. Kama ustawi wa jamii, SOS imetusaidia kwenye masuala yote ya ulinzi na usalama wa mtoto. Wameweza kufundisha kamati ya mtakuwa ngazi za halmashauri ambazo zina wajumbe 25, lakini vile vile kwenye kata zile 7 ambazo tunafanya nao kazi tumeweza pia kuuisha zile kamati za mtakuwa ngazi ya kata ambazo zina wajumbe 20 kutoka katika kila kata. Lakini pia
tuliwapa mafunzo ya masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto wale watoto wenye watoto 118. Lakini vile vile SOS ilitusaidia kwenye masuala ya advocacy kwenye masuala ya kuajiri watumishi wa maendeleo ya jamii pamoja na ustawi wa jamii. Kwa upande wa Mufindi tulikuwa, nakumbuka mwanzoni tulikuwa na kata 7 tu ambazo zina maafisa maendeleo ya jamii. Lakini sasa hivi kata 27 zote zimeshakuwa na maafisa maendeleo ya jamii. Lakini kwenye masuala ya advocacy ya bajeti ni shida kwenye bajeti zetu, lakini tulikaa na madiwani na pamoja na SOS tukakaa nao tukaongea nao kuhusiana na issue za bajeti. Mwanzo tulikuwa tunapata bajeti fedha ndogo sana, tulikuwa tunapata kuanzia milioni 10. Lakini mwaka huu wa bajeti kwa halmashauri ya Mufindi tumefikisha bajeti ya milioni 60. Kwa hiyo kwa upande wetu kwa kweli ni success. Tukirudi kwenye hizi intervention ambazo wanazifanya za mama na mtoto pamoja na vijana, kwa kweli tunazihitaji bado. Kwa area ya mama na mtoto tunahitaji uboreshaji wa hizo huduma, na imani tutazidi kwenda mbali, kwa sababu kwenye mkoa wetu tulikuwa na vifo vingi vya kina mama na watoto, lakini sasa hivi vimepungua sana. Yaani kwa ujumla vimepungua, na vimepungua kwa sababu ya effort zetu, lakini na effort za wadau kama ninyi ambao mnakuwepo. Na kama watoto, hizi huduma rafiki kwa wasichana zitatolewa hasa kwa watoto wa kike, wakazielewa, sidhani kama tupata changamoto kubwa za maternal death. Na sisi kama wadau wenu kwa kweli tuko tayari kuhakikisha kwamba matamanio ya serikali tuna align pamoja nayo. Sisi ni washirika. Kuna majukumu ambayo ni ya kwetu SOS, lakini kuna majukumu mengine ambayo ni ya serikali. Timu ya mkoa iko hapa, tushauri, nafikiri tutaenda vizuri sana. Ujio wenu una faida sana na una manufaa kwetu. Pale ambapo kuna mahali ambapo tulikuwa tujaona vizuri, nimetusaidia kuona. Na kama nilivyosema, sisi kazi yetu sasa ni kuyafanyia kazi haya ambayo umetuambia.